Ansi. Wewe kijana. We mganga, nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Wewe na kijana wako mmeamua kunitapeli, kunigaia mimi dawa ambazo sizo. Nilitegemea labda mwenye nyumba yangu labda anaweza kasahau kila kitu, lakini haijaenda hivyo unavyotaka. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa lengo moja tu, mnirudishie pesa zangu mimi niondoke. Sitaki dawa zenu tena. Kijana, na kuita mara tatu. Asili yetu sisi waganga
hatunaga tabia za kukaa na kuongea ovyo ovyo. Wewe dawa nimekupatia, lengo ikiwa kwamba usiharibu masharti, lakini ulichokuja kukifanya mpaka dakika hii umeharibu masharti. Masharti gani nilokosea? Maana kila kitu ulichonielekeza nimeenda sawa kabisa. Oh, kijana, kumbe mpango wako ni kutaka kujua masharti uliyoyakosea? Ndio. Okay. Sasa kijana, kwa sababu wewe niliweza kukuelekeza vizuri, ukajikuta joroe, ukajikuta mjuaji, ukaharibu masharti yangu niliyoweza kukuelekeza. Sasa kwa sasa hivi kijana, sina swali ya msingi. Toka, nenda, toka, kuhitaji tena kwenye kilinge changu, ondoka. Tokeni nasema. Tokeni. Tokeni. Tokeni kwa kilinge changu. Sister, siku hizi una shida gani? Mbona sikuelewi kabisa? Jamani kaka, hata bila salamu. Mimi nipo sawa tu, mbona mdogo wako? Kwa kweli upo sawa, lakini kwa hizi siku 2-3 nimekuwa sikuelewi kabisa. Moja, umekuwa busy na simu. Pili, ufanyi kazi kwa wakati hapa nyumbani. 3, umekuwa ni mtu wa kulala sana na kuamka muda unaojisikia. Vipi, unaumwa? Hapana kaka, mimi niko sawa tu. Labda ni hofu yako tu mwenyewe. Ni sawa. Lazima niwe na hofu juu yako. Maana unapopatwa na tatizo, mimi ndo natakiwa kukuangalia. Na ukiangalia, tupo wawili hapa nyumbani. Na mama amesafiri. Basi kuwa makini. Kwa maana hii dunia imeharibika. Umenielewa? Sawa kaka, nitazingatia maneno ya Semana. Okay. Mimi nipo chumbani. Ukivisha utaniamsha. Bana, yani kaka, kila siku nimebadilika, sijui nimebadilika nini. Shachoka.
Sasa kama salamu inatia mimba na nyie shikamoo. Hivi nyinyi niulizeni swali. Kwenye nyumba nimepangisha watoto watu wazima. Kwani wewe baba, sisi hapo unatona sisi ni watoto? Ni sawa, nyie si watoto. Lakini kule toilet mmeacha nini? Kwani kuna nini? Unaniuliza kuna nini? Kule chooni mmeacha viazi kwamba mtaenda kurudia baadaye mle au mmeacha nini? Kwanza baba samani. Unajua umekuja hapo unafika unaanza kutugombeza mara nyinyi watoto wadogo mara nyinyi sijui nini shida nini hatuja kuzoea ukiwa hivyo. Kama kuna shida fika hapa tuambie bali kuna shida hii na hii na tujue tunaitatua. Jona unafika hapa tunaanza kutugombeza sisi tutajuaje? Mara uko chooni umeacha viazi. Sisi ni watoto kiasi cha tupeleke viazi uko chooni. Sema kuna nini? Tujue. Sio nafika hapo tunaanza kutugombeza gombeza au sio baba Chopeko? Tuelekeze. Kwa hiyo nyinyi nataka kuelekezwa. Tuelekeze maana umekuja tu kuna tugombeza na tugombeza tuelekeze. Oh, kumbe na wagombeza. Alafu mbona unaonekana una mdomo sana wewe mwanamke? Sasa ni hivi, kati ya wewe na mwenzako ambaye anajijua mmoja wenu kaacha kinyesi kule chooni, inatakiwa afanye haraka. Aende akafresh chapu. Napokuwa naongea tayari mwe umeshaamka hapo mmoja wenu. Sio sisi. Kwa hiyo ni nani? Itakuwa ni Yansi, maana ndio mtu wa mwisho kutoka chooni. Ansi tena. Huyo mtu mimi anatafuta nini? Kwanza yupo? Huyo Ansi mwenyewe ametoka hata sio mji. Sawa. Maana amenizoea. Ila kamalizie kazi yenu iliyobaki. Ni baba na mdomo. Kaa konda. Mimi kwa kweli hapana. Soboi. Ana hatari kaa afisi. Unazalao ulione pua.